Kitu kilichoniwezesha kwenye maisha yangu ni Bitcoin. Kitu kilichoniwezesha ni Bitcoin. Na asante Bwana Nick kwa kueleza sijui stories zangu kidogo, ulikuwa na umbea ndani yake. Yani eti nimenunua Bitcoin na $1,000. I say. Kwa watu ambao hamnijui, mnaishi kijijini ndani. Naona hao watu wadau wa Bitcoin wote hakuna mtu asiyenijua. Sasa mimi ni content creator. Napenda sana content za mimi balozi wa utalii. Na watu wengi sana wanauliza eti unawezaje kusafiri dunia nzima? Kitu kilichoniwezesha kwenye maisha yangu ni Bitcoin. Mimi niliingia Bitcoin 2017. Bitcoin ilikuwa $5,000. Nikawekeza. Nimependa sana ulichoongea, ulisema hakuna kutajirika haraka. Isipokuwa pia uliongelea lile kuna sarafu fulani unaweza kutajirika haraka. Hakuna kutajirika haraka. Mimi kama nimeingia 2017 nimesubiri mpaka mwaka uliopita ndio staff. Nikisema hizi hela zinanitosha, ngoja nizunguke dunia. Ilikuwa njia yangu kutoka kwenye hii kazi yani wafanya kazi. Kuna mtu mwingine akasema unafanya kazi mpaka ufe. Nashukuru sana, nafurahi sana nione watu wengi sana hapa. Yani kidogo tuko nyuma, ukiangalia Kenya. Kenya wako mbele, nchi nyingine wako mbele. Nimefurahi kwamba nyie hamtaki kubaki nyuma. Inapendeza sana. Sasa kuna kitu kwanza nimalize ushauri. Hakuna kutajirika haraka. Vile kwenye platform kama Binance kuna kitu kinaitwa trading, leverage trading. Nililiwa. Mimi si hesabu hasara, na nasema hasara ni ada ya shule. Jifunze kutoka kwangu. Mkiingia kwenye leverage trading mjui mna bet. Watu wanajua Bitcoin ni betting, trading ni betting. Mimi nimewekeza kwa miaka 7-8 inatosha. Kama unaingia kwenye sarafu nyingine, unauliza ni kwa sababu gani? Usipokuwa na jibu, huwezi kujibu swali lako. Umenunua sarafu kwa sababu gani? Hiyo sarafu ina matumizi gani? Usinunue, unachezea. Bitcoin tunaelewa, Bitcoin ina ukomo. Hazitengenezwi tena. Hawezi kutengeneza kama hizi hela taslim zinachapishwa benki dunia nzima, ndio maana zinapungua thamani. Bitcoin inaongezeka thamani na kila mtu anataka kuingia kwenye teknolojia mpya, ina maana demand ni kubwa, basi una sababu ya kununua Bitcoin. Unaona? Au kama jamaa anavyosema quantitative easing inavyokuja, ambao wata release hela nyingi sana, watachapisha hela nyingi sana, basi Bitcoin inaweza kupanda. Basi umeshatumia akili ya kununua, hujafanya betting. Kuna betting nyingi sana kwenye cryptocurrencies. Msiwe mnaweka betting. Watu wanaweka betting hawafanikiwi. Kuna kitu muhimu sana nitaka kuongelea, na tena nataka kuwaambia viongozi wa Binance. Maana nimeona changamoto kubwa sana hapa Tanzania kwenye Bitcoin. Maana mimi kazi yangu kwenye Bitcoin ni kuelimisha Tanzania. Kwenye content zangu napenda sana kupanua macho ya Watanzania. Ndio maana nikienda Philippines nakula yai visa, nakula nyoka, naenda mbali kupanua macho yenu. Sasa kitu kilichonisaidia sana kimaisha, Pigeni makofi kwanza kwenye hilo gani. Nini yai visa? Mimi najirusha. Sijui kama mmeona nilivyokuwa najirusha pale, ili ni tisha. Nafanya kwa ajili yenu. Sasa kuna kitu kimoja, nilienda Materuni, sijui kama mmeona, na jamaa amesema mimi nataka mambo ya Bitcoin. Akasema na kufuatilia mtandaoni kwako nikapata kwamba ile masuala ya poti la kidigitali au blockchain. Nataka fungua blockchain. Nimenunua hii bus culture ni kwa Bitcoin. Nimeshoot iko kwenye Instagram yangu. Nimenunua kwa Bitcoin, nikamfungulia poch ya kidijitali, nikamrushia hela. Unaona? Mimi kazi yangu kuelimisha. Sasa kwenye P2P, mimi nina wallet ya kidijitali, sawa? Nime-download pale bure nini. Sasa vipi nikienda P2P, alafu nikitaka kununua, wananitumiaje? Okay. Kwamba wewe upo kwenye Binance unataka ununue coin kwa P2P. Nimeenda kwenye P2P, nimetuma hela kama mlivyoonyesha. Sasa mimi inaingiaje kwenye pochi yangu?
kwa sababu ukishaainisha muamala kwamba unataka kununua USDT za shilingi 50,000, Binance wanashikilia zile coin kwa wile wakala wake, wanakaa nazo Binance. Kwa hiyo nikishafanya muamala na yule wakala akaridhia kwamba ni kweli nimefanya muamala, Binance wataniwekea coin kwenye wallet yangu. Wataniwekea vipi? Wanaituma wenyewe kwa kutumia mfumo wa Binance ndani ya app ya Okay, Binance. swali lingine, unasema unanunua USDT, lakini nimeona naweza kununua Bitcoin pia. Watu wa P2P wanauza Bitcoin. Kwa nini nisinunue Bitcoin moja kwa moja kama nataka Bitcoin? Bitcoin, kununua Bitcoin moja kwa moja inaweza kaa na madhara kidogo, kwa sababu wale mawakala wanauza Bitcoin kwa thamani kubwa mno kuliko iliyopo sokoni. Alafu cha pili, wanaouza wakala hao ni wachache. Kwa hiyo wanapanga bei zao, wanajidai wenyewe, wanajipangia bei zao. Lakini ukinunua USDT ambayo thamani yake inalingana na dola, utaweza kutumia hiyo USDT kununua Bitcoin kwa muda unaotaka. Yani ina maana USDT haipandi? USDT ina thamani ya dola. Kwamba kama dola moja ni shilingi 2,700, si na USDT itakuwa ni shilingi 2,700. Yani kama nataka ipande, kama nanunua USDT, naweza kuacha iwe USDT ili rate ya shilingi ikishuka kwenye dola bado inabaki, bado naweza kufaidika hata nikihold, yani nisipotaka risk. Ile ndio uwekezaji mzuri sana. Yani nikiogopa risk, sipendi vitu kushuka, naweza kuhold USDT. Ndio. Sasa kwa mfano kipindi kile cha COVID-19 na nini, tulikuwa tuna shilingi moja ni dola moja sasa na shilingi 2,000. Baadaye kwa mtu alifanya hivyo kwamba amenunua tu USDT kaiacha, USDT yani dola ilipanda thamani dhidi ya shilingi kiasi kwamba dola moja ikawa shilingi 2,800. Kwa mtu alinunua dola moja USDT kwa shilingi 2,000 atapata faida shilingi 800 kwa sababu ilipanda thamani. Na ukiendelea kukaa nayo USDT pia, kama shilingi inapungua thamani, basi dola itafika hata shilingi 3,000 mpaka 3,500. Na swali la mwisho basi, hii yote ni halali? Ndio, ni halali. Okay. Naomba nimeuliza maksudi kwa sababu gani? Mimi nataka viongozi wa Binance wasikie na watu wajue changamoto kubwa sana mimi nimeona hapa navyofundisha Bitcoin. Changamoto hapa ni kwamba hakuna regulatory framework hapa. Mimi nilifurahi sana Mheshimiwa Rais Mama Samia alienda Benki Kuu akasema, jiandaeni kupokea cryptocurrencies. Lakini mpaka sasa hatujaona vitendo. Unaona? Mimi ningependa sana yani kuona Binance au hata kwenye hizi group tuwe sio tuna pressure, lakini tunasindikizana na serikali. Unaona? Kwa sababu Binance sio magendo. Hata hiyo picture mlioweka tulivyoongea, mtu amevaa hoodie kama ni jambazi. Sisi sio majambazi. Unaona? Ningependa sana, nasema hivi navyoangalia Bitcoin kwa mbele, tufanye kitu iwe kidogo inakubalika. Unaona? Hakuna kosa inayofanyika. Nashukuru Binance, tena nashukuru kwa kunialika niruhusu kuongea. Na nikiweza kutoa ya mwisho, siri yangu tangu 2017, Bitcoin ikipanda nauza kidogo, Bitcoin ikishuka nanunua kidogo. Msio mlafi vile, itapanda mpaka 1,000,000, ikipanda kidogo uza kidogo. Kiasi kwamba Bitcoin ikishuka unasema sawa, ishuke tu ninunue tena. Bitcoin ikipanda sawa, nimeongezeka hela. Ndio ushauri wangu mkubwa sana. Nashukuruni sana, naomba uendelee kuangalia video zangu. Nataka kutoa video zaidi kuhusu Bitcoin kwa lugha ya Kiswahili kwenye YouTube. Hakuna matata, hakuna kununa.